tunafaa tumheshimu. Praise the name of the Lord. Bible inasema ya kwamba walio katika mamlaka tuwaheshimu, na nitangulia kusema ya kwamba kanisa hili we have people from all tribes. This is one of the blessed church around this area, mahali ambapo, na ndio mheshimiwa unasikia tunaongea Kiswahili, maana hii sio kanisa ya Wakikuyu, hii ni kanisa ya watu wote. Tuko na Waruya, tuko na Wakalenjin, tuko na Wakamba, tuko na watu kutoka Bwani. This is one of the blessed church, and I know Mungu ni mwema. Praise the mighty name of the Lord. Kwa hivyo niseme ya kwamba we as a church, hata wakati ukifika wa uchaguzi, mtu yote ako na mamlaka kufanya kauli lake, but the church, the body of Christ, inakuanga na partisan. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo na any leader akifika tunampokea, lakini kwa heshima. Najua through Pastor Bernard waliongea na mheshimiwa na timu yake, na aliponieleza kaniambia ameongea na mheshimiwa anataka kuwapundu Ipanda. Si hata amesikia neno, kwa hivyo hata ogopa tena atasimama vizuri. Praise the mighty name of the Lord. Kwa hivyo kwa heshima hatutapea watu wengi, maana nilisema kuna mambo iko mbele yetu. Mheshimiwa ni wewe tutapea. If you want to recognize watu wako, utawarecognize wewe kwa maneno yako, lakini hautapea mwingine asalimiane. Heshima hii ni yako pekee. Tuletoe microphone pande hii ili nisalimie mheshimiwa. Tulikubaliana hata kuja kuleta mambo ya siasa, yeye amekuja kuabudu pamoja nasi. Karibu sana and God bless you. Amen. God bless you so much. Amen. Thank you my reverend and my pastor Githinji, na wazee wa kanisa na mama wa kanisa, wa Kristiano wa kanisa la Tumaini. Bwana asifiwe. Hallelujah. My Reverend Githinji, I'm very happy to be here today, this morning, because the Full Gospel Churches of Kenya is a church of my mother. Na kama hivyo ndivyo mnaendeza maneno, ni kama nitarudi hii kanisa. Kama hivyo ndivyo mnapeleka worship and praises, because I love worship. I love praising God. For the Bible tells me that rudi kwa nyumba ya Bwana na uchukue gita na harp umshukuru Mungu. So I am very, very happy to be here. I'm overly excited to be in the house of the Lord this morning. Sijui kama wale wako nyuma wananiona ndio demo kuhi. Mchungaji wangu nililetwa hapa na rafiki yangu ambaye simuoni kwa sababu alikuwa na kazi kwa kanisa yao, Bwana Waroi, who is your friend. Na nikamwambia nataka kwenda ile kanisa nilienda wakati wa COVID. Akaniambia unakumbuka pahali tulikuwa tuna program ya vijana na watoto wakati wa COVID, na ukiwa mama county ulituletea bosho na rice na sanitary towels. Nikamwambia, akaniambia hiyo kanisa nataka urudi tena. That time hamkuwa mmejenga hivi, kumbe mmekuwa hivi. Glory to God. Kwa hivyo kwa kunyenyekea sana mchungaji wangu, nimekuja na timu yangu kutoka kule kwetu Githunguri, na ningeomba wasimame. Na wengine wao hata sio wa Githunguri. Simkuja hapa mkiambiwa msimame mnaharakisha hapa. Mnajua umesikia hii kanisa ni ya watu wote wa Kenya. Wengine wakuja saidi hii. Kuja uonekane na mchungaji. Spread out kule mwisho muonekane na muangalie saidi hii kwanza, tuonekane na mchungaji. Hebu angalieni hivi. Mchungaji, unaona hiyo ni timu ya Wamushomba, na ni ukiangalia wote ni watoto wangu. These are my sons and daughters. Kwa sababu tumesema Kenya tumechoka sasa, tunataka kupindua. Sasa pindukeni hivi muombe kura. Ukipinduka na huku mnaomba kura. Sababu hawa ndio wenye kura. So mchungaji, this is my great team of young people who are aspiring to become leaders in the great country of Kenya. Na kama mnavyosikia, sisi tunasimama na Kenya moja. Mumeniona nikiwa na ushirika na akina Babu Owino, mkaniona na Sifuna, ni kwa sababu tunatafuta umoja wa Kenya na amani ya Kenya. That is why I am moving with these young people from all tribes. Hapa kuna Waluya, hapa kuna Wajaluo, hapa kuna Wakikuyu, hapa kuna Wakisii, hapa kuna Wakamba. Simunipigie makofi sababu mimi ni mama yao. So this is the Kenya we want. The Kenya
that is representing all tribes of Kenya, the Kenya that is giving all communities an opportunity to be on the table. Na kwa sababu tumepatia wazee wetu tangu 1963 nafasi ya ku make decisions za siasa, tumepatia hawa wakongwe wetu nafasi watuongoze, na ni kama wametupeleka kashimo tunaona tunaingia. Raundi hii tunasema vijana wachukue nafasi yao. That is why I am moving with these young people, so that I can mentor them into the political space, so that we can have another great Wamushomba, we can have another great Sifuna, so that we can move this country to the next level. Naomba mupigie hawa watoto wangu makofi wakikati chini. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much for coming. You are great people. May the Lord God bless you. Kuna kijana ambaye ni wa hapa Mwihoko Ward. Mwihoko Ward hii tuko ni Mwihoko. Kuna mtu ambaye ni wa hapa? Kuja. Mweki, kuja. Wewe ni wa Mweki, wewe ni wa karibu. Sasa wewe si upigwe kapicha ndio uanze kutrend. Asante. Ata wewe ni wa hapa? Kio Ward. Very good. These are your sons. Come this side. Huyu anaomba kiti ya Mweki. Na wewe unaomba Kio Ward. With your permission, Reverend, with your permission, jina tu. Ndio wasienda wakinipiga tukienda mpira. Tukienda mpira wanaanza kwanza kunichapa. Sababu tunaenda mpira na wao. Just name and where you come from. Reverend na kanisa yote, Bwana Yesu asifiwe. Nadhani yogoshwa. Naitwa Ken Kibunja, nimeokoka na mpenda Yesu sana. Nimekuja hapa kusidikisha mam na tutaenda hii safari pamoja. Ningeomba tukianzia safari tusikwame. Vijana saa hii ni wakati wao na tusichoke. Mwenyezi Mungu awabariki. Naitwa Ken Kibunja. Very good. Bwana asifiwe. Habari zenyu watu wa Mwihoko. Mmebarikiwa sana, mna bishop ambaye ni daktari. Ametuambia tusiwe na nini ya uoga, si ndio? Na nimeujiuliza, na kama governor angekukumbuka aende conference na wewe badala ya kupeleka watoto wa nursery Homa Bay. Unajua alienda kupresent watoto wa nursery. Nikasikia aibu sana. Naenda kwa Facebook page. Nikimaliza, kanisa mnajiita full gospel, si ndio? Mama hapa aliponipea namba 2018 nilimsave FG. Ameenda huko juu national. Nia yangu ni arudi hapa county, akuje hapa. Nilimsave FG meaning nitaondoa F, itakuwa governor. Kwa sababu sitaki kumwambia, sina uoga, nimekutobolea siri. Peter Mwangi, Mweki na niye doga mete gotiri oge. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Helen Kirago, nimetoka Kawendani na ninasimama Kawendani. Mimi ni manzi wa mtaa, mbarikiwe sana. So my reverend, kama nimekosea kwa kuintroduce watoto wangu, naomba unisamehe sababu mimi ni maadhe. Na maadhe lazima introduce watoto wake. Na sasa kwa sababu wakati nilikuwa nimekuja hapa my reverend, hamkuwa mmeanza muradi. Sasa nimeona mko na muradi. Na mimi nimechaguliwa Githongori, na Githongori kuna miradi mingi. Sasa mimi nimejenga Githongori, simuniruhusu tu nitoe ya Githongori kidogo tu niwasidikizie hapa. Kwa hivyo mimi sikuja Harambee, mimi sikuwa nakuja Harambee, nilikuwa nataka kuja kanisa ya mama yangu ya Full Gospel Churches of Kenya, na mkiniangalia vizuri na munipatie smile vizuri nitarudi hii kanisa. Kwa hivyo naomba Reverend kwa kunyenyekea sana uchukue hii support yangu na bwana yangu Robert na hii timu yangu, msiwaitishe pesa sababu wao ni watoto, hata wengine wao hata kiatu ni mimi nanunuanga. Thank you. Hapo nimeweka 20,000 shillings. Thank you. Ya mwisho. Reverend, wakati nilikuwa Mama County hapa Kiambu, kuna wakati kulinyesha mvua kubwa sana. Na by the way nimeona kuna alert imetolewa na Meteorological Department, imesema beware, kuna mvua itanyesha kubwa sana. Na mnajua kukinyesha area ya Mweki, Mwihoko kuna kuanga na shida ya drainage. Ingawa tumejaribu sana kutengeneza lakini bado kuna kuanga na shida. So my reverend, kuna wakati kulinyesha nyumba zote za Mweki zikajaa maji.
nikakuja eneo hili kusaidia watu. Na kuna nyumba moja niliingia nikalia. Mimi sijawahi lia maisha yangu kama hiyo siku nililia nilikuja hapa Mwihoko. Kuna boma niliingia nikapata hali ambayo ilikuwa inaniua roho yangu. Baba wa hiyo nyumba hakuwepo. Mama aliyekuwa kwa hiyo nyumba alikuwa mgonjwa sana, bedridden for over 9 months. Hiyo nyumba ilikuwa na watoto 5, na the firstborn alikuwa amedrop out of university. Alafu hao wengine wote walikuwa na mashida. Mmoja alikuwa amefichwa pahali akiwa house girl, na nikapata katoto kadogo kalikuwa standard 6, kaboy. Nikalia sana wakati niliingia kwa hiyo nyumba, nikapata iko na kunguni na ilikuwa na shida nyingi sana. So Mungu akaniwezesha kwa neema yake, nika-adopt hiyo familia ikawa familia yangu. I am speaking about 2020, mwaka wa 2020. To the grace and the glory of God. Hiyo familia leo ninaongea, yule msichana alikuwa amedrop out of university, amepata kibarua pahali for the last 2 years. Huyo mtoto nilichukua akiwa standard 6, ameenda nikasomesha from standard 6, akaenda Chania Boys High School, nikalipa school fees kutoka hiyo form 1, nikamaliza form 4, akapata B-, na sasa nataka kumpeleka China akasomee degree. So I come here with a lot of grace and glory to God. Nimekuja hapa kunyenyekea kusema asante. Naomba uchukue mkono wako juu, mwambie Bwana Yesu asante. Thank you Lord for the wonderful great things you've done. Bwana, pokea sifa na utukufu wote in Jesus name. Hiyo familia iko hapa. Ningetaka Gasheri kuja hapa. Where is Gasheri? Come here my daughter. Where is my son? Kujeni hapa. Pigieni Bwana Yesu makofi. This is my daughter. She's called Gasheri. And this is my son. Oh, no rekurete. Now this young son of mine is now going to China. Mungu amenitendea makuu. Huyu mtoto aliachwa na mama yake sababu eventually mama yake alipass after 9 months of being bedridden. This has been the mother to the family. This girl is a wonderful girl. She's taken care of her 5 siblings, educated this young boy from standard 6 to where he is. Mimi sijaienda Chania High School kupeleka schools. Sijafanya shopping. Lakini niko na dada yangu hapa, kuja hapa Madam Jerry. Huyu ndio amekuwa akipeleka shopping kwa hiyo nyumba. Anaenda Christmas kufanya shopping. Pigieni Bwana Yesu makofi. Thank you mom. Thank you so much for doing the work that God has enabled you to do. Sasa naomba muniombee huyu mtoto aende China. Nimelipa kila kitu, visa ako nayo. Ile tu imebaki ni fare, ticket ya kwenda China. Na ticket tulikuwa tumesema mimi nitatafuta shule, nitalipa school fees miaka 3. All the school fees is already paid, to the glory of God. Ile sasa tunataka, my reverend, tunataka air ticket ya huyu mtoto. Na unaenda lini? September? Enda September date 7. Date 7. Yeah. Uko na kila kitu? Yeah. Tikiti tu. Yeah. Sasa ni tikiti tu imenileta hapa Mwihoko. Nirudi kwetu Githunguri ama nikae hapa? Nirudi kwetu? Nikae hapa? Nitafuta tikiti na sitawaomba tikiti. Matajiri ya hii eneo ndio watasaidia huyo mtoto kwenda China na tikiti. Mimi nitalipa school fees. Naye huyu kazi yake ni kusupply mtoto na pocket money. For the next 3 years, huyu mtoto lazima atumiwe kitu ya kukula mandazi ya China. Na daga nage soke na kamusaina. Sindio? Kwa hivyo, my reverend, leo sijakuja siasa. Siasa huwa napigia huko nje. Leo nimekuja kusema ni Bwana ametenda haya. Sifa na utukufu ni zake leo hata milele. Amina. Leo no muhaka tuhoerwa, lazima tuombewe. Tumepinduka kuomba maombi.
hata timu yako ikuje tu tuwabariki. Kujeni They can hapa come, tuombewe they can come. sasa ndio mtoto wetu aende China Hey, na na wengine uombe. wote tusimame. Asante mheshimiwa. Karibu niwe na wasiwasi wakati nisikia utafika, lakini wewe hata siku ingine kuja sasa. Hiyo mtihani umepita. Amen. Wacha tuombe neema ya Bwana, because serving the community, serving the people of God is a most precious thing. Na tena tunaomba tuwe na watu wameamini Mungu, wamemjua Mungu kwa kweli, even in our institutions and in the government. Let's raise our hands. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru ya kwamba mtumishi wako mheshimiwa aliona atembee hapa asome pamoja nasi, na imekuwa ni baraka kubwa. Na wamesema kile wanahitaji kwetu ni maombi ya kuwaombea. Hawa ni watu wako uliwaumba Bwana, katika uongozi ambao wanafanya kazi uko na changamoto zake katika jamii zao, katika biashara zao, wanakuhitaji Baba. Mawe unajua kuwabariki, wewe ndiye unajua mioyo na roho za watu wako. Tunaachilia baraka juu yao sasa. Tunaomba kwamba hata kwa huyu kijana ambaye anaenda China, Mungu wewe ni Jehova Njire, uko na uwezo kupeana pamoja na dada yake Bwana. Unasema wewe ni Mungu wa yatima, wewe ni baba ya yatima. Simama na jamii hii, uwatendee mambo mengi jamii hii yote Bwana, na jamii za wapendwa ambao kwa mahali hapa wametoka sehemu mbalimbali, kutana nao, maana wameingiza miguu yako kwa kanisa. Wacha baraka ikaandamane pamoja nao, wacha neema yako ikasindi kuwa pamoja nao. Tunapoombea na kuombea taifa lote la Kenya na kusema ya kwamba Kenya is blessed, Kenya is victorious, na utatenda makubwa. Tuwakubariki na tunawabariki sasa katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. God bless you so much. Na huyo China abarikiwe na uende vizuri. God bless you. Tuchangie mheshimiwa makofi kwa heshima hiyo kubwa, kwa heshima hiyo kubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Now we are coming to the end of our service.